Hello mtazamaji wa Expanse Uongozi Point, nikukaribishe tena katika mwendelezo wa kipindi chetu kizuri ambacho kina mada nzuri kabisa zinazotoka katika kitabu changu ambacho nimekiandika kinachoitwa J4 ama 4Js, yani jifahamu, jitambue, jidhibiti na jitolee. Na tulishaangalia J ya kwanza, tukaangalia J ya pili, na sasa tuko kwenye J ya tatu ambayo ni jidhibiti, self control. Niliweza kutangulia kusema maana kwenye kipindi kilichopita, maana ya jidhibiti nikaelezea kwa undani. Nikasema kwamba hii jidhibiti ni zawadi kutoka kwa Mungu. Yaani ni tunda la Roho, yaani maana yake bila Mungu kuingilia kati, kuliachilia hili tunda ama hii zawadi ndani yetu, hatuwezi kufanya chochote. Tutakuwa tu ni watu wa hovyo. Yaani unaweza kuwa na elimu yako lakini bado watu wasikutambue. Unaweza kuwa ni mtu mashuhuri, maarufu, tajiri, lakini watu wasikutambue kwa sababu ya kushindwa kujidhibiti, kwa sababu utatumia pesa zako vibaya, utatumia elimu yako vibaya. Ndio maana tukisoma katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23 nasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, uaminifu, upole na kiasi. Kiasi yani jidhibiti. Sasa kinyume na hapo, kinyume na mambo kama hayo hakuna sheria. Kwa hiyo ile andiko linatuongoza. Lakini nikapata tena andiko jingine kutoka katika kitabu cha Tito sura ya pili mstari wa 11. Na inasema kwamba maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Kumbe katika ulimwengu wa sasa kuna eneo hapa tumeambiwa kuishi kwa kiasi, yani jidhibiti, self control. Kwa hiyo ni maandiko ambayo yanatukumbusha na yanatufundisha mambo mazuri sana. Ninasema kwamba katika muktadha wa maisha ya kila siku, kwa nini watu wanatakiwa wajidhibiti? Na umuhimu wake ni nini? Kwa nini tujidhibiti? Nikasema kwamba watu wengi wamezoea kuishi kama wanavyotaka. Hawataki kuambiwa ukweli, hawataki kukaripiwa, hawataki kuonywa, hawataki kutahadharishwa. Na hayo yote ni kwa faida ya mtu binafsi, yeye mwenyewe, lakini na kwa jamii inayomzunguka. Na ndio maana katika muktadha mpana wa ili somo la jidhibiti, self control, tunaona kwamba tusipoweza kuruhusu kutawala ama kuzikabili, kuzitawala hisia zetu, kutawala matendo yetu, tutakuwa watu wa hovyo. Hapo ndio utakutana na mtu anakuwa ana uvivu, anakuwa na uchoyo, anakuwa na hasira iliyopitiliza, anakuwa ni bahili, yani mambo mengi kama hayo ambayo sio mazuri. Kwa hiyo tukaona kwamba katika namna ya kujidhibiti kuna aina mbili za kujidhibiti. Kujidhibiti kwa tabia ya mtu mwenyewe binafsi, yani yeye kama yeye, mtu binafsi, hiyo ni aina ya kwanza. Lakini kuna kujidhibiti kwa kinga wengine, katika migogoro, katika mambo yao ya kimaisha. Kwa hiyo haya ni maeneo ya muhimu sana ya kuweza kuyazingatia. Kwa hiyo tunapojidhibiti tunakuwa tunatengeneza mazingira chanya ya kuweza kujisaidia sisi wenyewe, lakini na sisi wenyewe kuwa msaada kwa watu wengine wanatuzunguka. Unaweza kuwa ni mshauri, mnasihi mzuri, unaweza kuwa ni mwalimu, daktari, unaweza kuwa ni mwanasheria, ama unaweza kuwa ni mhandisi. Watu wanakutegemea kwa utaalamu wako kwa sababu umeweza kujidhibiti, umeweza kujicontrol. Sasa hili ni jambo la muhimu sana, ndio maana tunajifunza. Nikukaribishe sana msikilizaji wangu na mtazamaji wa Expanse Uongozi Point. Uendelee kufuatilia mwenendo wa hili somo, na hata wakati mwingine kitabu kitakuwa tayari, jitahidi kupata nakala yako, uendelee kujisomea kwa undani sana ili uendelee kujimarisha. Naam, asante sana na karibu kwa wakati mwingine. Naam.